akakuya akatoa sehemu ya vile alileta, akaanza tolea Mungu. Ndio Samuel akamuuliza, "Je, umefanya jambo ambalo Mungu amekuagiza?" Anasema, "Ndio nimefanya." Halafu na hivi yenyewe niko binalilia nyuma yako nini? Aseme, "Nimeleta zawadi nimtolee Mungu zabibu." Ndio Samuel anamwambia, "Je, haujui kuwa kutii ni bora kuliko kutoa sadaka?" Tuko pamoja? Ndio. Maandiko matakatifu nasema sababu na Agagi alikuwa pale, Samuel akachukua kisu akamuua Agagi. Lakini watafiti wanasema neno ya ajabu sana. Bibi ya Agagi walimtorosha. Wakati waliuawa nake, walitorosha bibi yake. Na bibi yake kumtorosha alienda na mimba. Watafiti wanasema ilikuwa ni mimba, ilikuwa ingali ya kidogo sana, ikaenda kumala. Ikakiaza mtoto mmoja aliitwa Hamani. Na ule Hamani yule alipitisha Mwisraeli. Na siku zote udhaifu na kumalaka. Mungu anapokuambia fanya, acha tabia hii. Ukisahau wala ukipuuzia, ile tabia na kumalaka. Biblia inasema kitabu cha Yoshua. Mungu alimwambia Yoshua, "Utaangamiza miji yote ya Wakanaani. Usiache hata mji mmoja." Yoshua kaangamiza miji, akaacha miji mitatu: Ashdod, Gat na Gaza. Akasema hizi miji ni miji dhaifu na watu wake wanaweza kusaidia wana wa Israeli. Bakamata sawa vile wafanya kazi, bakuwe na batumikia. Lakini ile miji wale watu walikia komala, wakadhibitika, wakawa wenye nguvu. Na mwawale ndio mlizaliwa Goliath, mtu wa Gati. Sasa Mungu anapokuambia uangamize madhaifu ndani yako, ukiacha udhaifu moyo inakomalaka na inaharibisha kizazi. Unaweza sema basi kukunywa haiko dhambi, bila kusitabisha chupa moja. Hatukatani. Lakini siku moja utaingia mwa pili. Na siku nyingine utaingia kama ya tatu. Na kwa mwisho ni udhaifu yako na komala. Mungu anakuambia acha usharati. Nasema nishaacha usharati, lakini kwa telefoni yako mungali mafilme pornografiki. Na wakati unaziangalia unasikiani. Na wakati unaziangalia kama inakuwa kali. Ungali unafanya kama masturbation. Sasa kadiri unaacha udhaifu moyo, ni madhaifu yenyewe unaweza kuwa ndani. Ile udhaifu unakumalaka. Na Mungu akitupatia neema, nafundisha kidogo siku zinakuja, nitaongea juu ya Musa. Wakati iko navunja madhaifu ndani yake, alishindwa kuvunja madhaifu moja, roho ya hasira. Musa ni mtumishi mzuri, na tupatia detail ya Musa, lakini alisahau udhaifu ni ngapi? Moja, hasira. Ukiita maombaji, Musa ni wa kwanza.